Ndugu wanafunzi, karibu tena katika tutorial nyingine. Tulisema kwamba leo tutaanza tutorial ya kwanza, jinsi gani ya kutengeneza Java relation to database. Kwa hiyo kuna steps ambazo unatakiwa zifuate. Step ya kwanza tutaanza kama ifuatavyo. Tutorial ya kwanza ndio hapa tutorial yetu. Tutorial ya kwanza itahusu JavaScript relation to database. Kwamba unaweza kuwa unatengeneza Java lakini how can you connect it to database. Sasa ndipo tunaanza tutorial ya kwanza. Kwa vitu vya msingi ambavyo vya kuzingatia wewe kama unachukua kodi za programming, lazima uwe na kitu inaitwa make sure that you install NetBeans. Nadhani nikisema NetBeans naeleweka maana yake nini. NetBeans ni application ambayo inatumia JavaScript kwa ajili ya kuweza kucreate kitu chochote ambacho unachokitaka wewe. Alafu pia anakuambia follow me all the procedures. Kwa inabidi unifuate procedures zote ambazo tutaenda kuzitumia. Kwa hiyo sasa na imani kama kweli wewe mtaalamu wa haya mambo, utakuwa tayari usha install application yako ya NetBeans. Kwa hiyo utafungua application ya NetBeans. Kwa hakikisha uko nayo vizuri. Hakikisha inakuwa ina zile folder za Java. Hakikisha uwe nayo. Kwa hiyo itafunguka kama unavyoiona. Hii ndio NetBeans IDE ambayo version yake ni 8.2. Kwa hiyo kitu cha kwanza sasa sisi tunataka tuanze kutumia NetBeans. Kwa sababu unaweza kuwa na NetBeans afu ukashindwa kuitumia. Kwa kitu cha kwanza tunachoenda kukifanya sisi kama tutorial yetu ya kwanza, tunaanza kujifunza from the beginning up to the end, kwamba paka mwisho kabisa tunafanikiwa kutengeneza kitu ambacho kinaleta mantiki. Kwa hiyo kitu cha kwanza tutaenda kwenye sehemu imeandikwa file. Hapa kwenye file utakliki kwenye file. Baada ya kukliki kwenye file utakliki sehemu imeandikwa new project kama inavyoonekana, au kwa wale wataalamu wa shortcut utabonyeza control plus shift plus n kama inavyojionyesha hapa. Kwa tutabonyeza vile. Kwa sisi iko kwenye Java lakini tutatumia Java application. Kwa tutakuja upande wa project hapa, tutaandika Java application and then tutakliki okay. Sasa sisi tunataka kuipatia project name ipi? Tunataka tuipatie jina lipi? Labda sisi tuipatie jina labda tuchukue labda jina lolote lile, unaweza kuchukua mwenyewe labda darasa. Tuchukue darasa. Baada ya hapo yenyewe automatically itatengeneza class. Sawa, tutabonyeza finish. Baada ya pale sasa italetea kodi. Ina maana kumbe hizi ndio zile kodi za darasa. Package darasa, public class darasa. Alafu kuna kitu kingine kinakuja kutokea, public static void main. Kwa nadhani wale wataalamu wa programming wanakuwa wanaelewa kama tunapozungumzia public static void main inamaanisha nini. Kwa sababu tuna public, tuna private. Umeona? Hizo zote pia zinatumika. Afu pia baada ya hapa sasa tunakuja tunachukua ile darasa yetu ambayo tumeiona sisi, tuna right click. Unaenda kwenye new. Ukishaenda kwenye new hapa unaweza ukaenda kwenye jpanel form, but it's better to use others. Unaenda kwenye others. Ukishafika kwenye others hapa sisi tunaenda kuitumia, tutabonyeza kwa sababu tunaenda kutengeneza zile forms. Sawa, kuta create frames form, tutabonyeza next. After then labda mimi nitazitaje, labda mimi nazita JKT. Sawa, baada ya pale nita click finish. Itakuja kama vile unavyoiona. Sasa hii itakuwa ndio ile fomu ambayo sisi tunaenda kuijaza. Umeona? Kwa hiyo unaweza kuiongeza ukubwa, unaweza kuifanya lolote vile. Sasa labda tuanze labda na kichwa cha habari. Kwenye kichwa cha habari hapa tutachukua
tutachukua kitu inayoitwa, kuna text field, alafu kuna label, kuna tools, kuna button na nyingi. Zote hizi zinatumika kwa sababu maalum. Sawa, zote hizi zinatumika kwa sababu maalum. Tutachukua text field, tutaweka hapa, labda sisi text field labda tunaandika labda tunaandika labda kitu chochote, labda tuandike register. Baada ya hapa, baada ya kuwa tumeandika register, tutakuja tena tutachukua text field, tutaishusha hapa kidogo, tutaikuza mpaka hapa. Baada ya hapo tutachukua tena text field, tutaishusha chini kidogo mpaka hapa. Baada ya pale tutachukua label, tutaiweka hapa, tupandisha kidogo, tutachukua tena label, tutakuja naiweka hapa. Hakikisha zote zinakuwa zinalingana ili uweze kupangilia vizuri kazi yako. Baada ya pale tutachukua password field, tutakuja tutaiweka hapa. Password field, tutakuja tutachukua button, tutaiweka hapa. Sasa sisi tunaanza na kichwa cha habari. Kichwa cha habari sisi tumesema register. Tumesema kichwa cha habari ni register. Sasa hii ndio register yetu. Lakini hapa tutaandika labda jina la kwanza, si ndio? Alafu hapa tutaacha empty ili utaweza kuandika jina lako la kwanza. Alafu tutakuja hapa tutaandika jina la pili, alafu pia hapa tutapaacha empty. Alafu hapa tutaandika login. Sasa hii inabidi tuikuze kidogo ili iweze kuonekana, na hii yote usipoziwekea nafasi ya kutosha hata kule zitaonekana nusu. Umeona? Sasa labda ukitaka kuangalia fomu yako kama je imekaaje, sawa, utakuja kwenye, kwa sababu tuko kwenye Java JTK, uta right click, baadaye tuta run the file. Kisha run file ili uweze kuiona kwamba imekaaje, itakuja kama hii hapa. Kumbe sisi fomu yetu ndio hapa imeandika register. Jina la kwanza hapo utajaza jina lako wewe, kama labda mtu analeta Pete Kogomilo Kubago utajaza jina la kwanza. Kama hivyo kwamba jina la pili, naona lilionekana hapa, alijonekana vizuri kwa sababu ya hii hapa nafasi haikutosha. Kwa sisi tunaongeza nafasi mpaka hapa. Umeona? Ngoja tujaribu tena tuone je itaonekana vizuri. Taran. Kisha run, naona jina la pili limeonekana vizuri. Kwa utaandika jina la kwanza. Utaandika hapa jina lako la kwanza. Utakuja utaandika na jina lako la pili hapa. Alafu baadaye utafanyaje? Utalogin. Sasa ili uweze kulogin, uweze kufanikisha kulogin, lazima utumie kodi. Napozungumzia kodi nazungumzia Java as a language, Java as a programming language. Sawa, Java as a programming language. Kwa hiyo sasa unachotakiwa wewe ni kwamba lazima ujue jinsi ya kucreate object.
Sawa, na tunaposema object, what is an object? Object is an instance of a class. Tunapozungumzia object tunasema is an instance of a class. Kwa hiyo sasa make sure that you are aware about Java programming language. Sawa. Kwa hiyo kwa tutorial leo nilikuwa naomba tuishie hapa. After tutorial ya pili ijayo tutakuja kuelekezana jinsi gani ya kuingiza hizi kodi. Kwamba je, kwa sababu nikilogin hapa, je, nikisha login hapa naelekea kurasa gani? Kunakuwa na connection ya kurasa nyingi. Umeona? Wewe mwenyewe unaweza kujiuliza kwamba sasa nimesha login naelekea wapi? Umeona? Kwa lazima utakutana na ukurasa mwingine. Sasa kwa leo naomba tuishie hapa. Ili tutorial ya pili tutaendelea nayo kwamba je, baada ya hapa tutaelekea wapi? Kwa hiyo endelea kusubscribe kwenye video zangu za YouTube ili uweze kujifunza zaidi. Kwa hiyo kila nitapokuwa na upload video, wewe utakuwa ni mtu wa kwanza kuipata hii video. Kwa hiyo kwa leo naomba tuishie hapa. I think tomorrow nitakuletea darasa la pili, lecture 2, kuhusu muendelezo wa hii programu yetu mpaka tutakapokuwa tumefikia mwisho. Kwa hiyo nikutakia siku njema. Asante sana. Usisahau tu kuingia YouTube ukasearch Sostenes Kasulu, subscribe ili pia uweze kupata video zote ambazo nakuwa nazifanyaje, nazi upload. So make sure that haupitwi na hii kitu ambayo iko vizuri sana, kwa sababu tunaenda kujifunza. Okay, thank you.